Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vipi na hali? Ndugu zangu Waislamu, kwa wale ambao wanahitaji kufungua njia ya kupata mali, kufungua njia ya kupata pesa, kufungua njia ya kuvuta fedha, lakini njia hii unapita kwenye siri iliyokuwepo ndani yake. Lakini siri hii huwezi ukaitoboa kama ukupita katika mila ya nyumbani kwenu, kama ukupita kwenye siri za mababu, kama ukuitafuta siri ya ndani ya nyumba yako, kama kutafuta siri ya mababu zako waliofariki. Kwa maana njia hii huwezi ukafanikiwa kabla bado hujajitambua. Bimaana ukumbuke kwanza mila ya nyumbani, mababu zako walikuwa wakitumia nini, walikuwa wakipita kwa njia gani ili waweze kutoboa. Asikudanganyi mtu, hakuna unaweza kupata mafanikio kutoka nje kabla bado ndani ya nyumba yako haujatengeneza ndani ya nyumba yako. Bimaana asili ya kifamilia, kufana banwa ni tambiko, kufana chano. Kwa hiyo watu ambao hawawezi kujua hii mishuma ina siri kubwa sana. Mishuma hii ni mishuma ya kuvuta utajiri, lakini ndani yake nafungua siri za kupata fedha, siri za kupata mali, siri za kuleta utajiri. Na ndani yake ikiwa wewe umejitambua, basi utafika. Utafanyaje ili uweze kufika kwenye jambo kabla bado hujafikia? Kwanza inatakiwa uwatakelazi wazazi wako, wababu zako waliofariki. Watakarazi wazazi wako, maana kama wazazi wako walishafariki, basi watakarazi. Mishuma hii ina siri kubwa sana. Sasa ndugu yangu, kama unataka sasa kutoboa ili ufike kwenye jambo la maendeleo, unatakiwa utafute udi huyu unaitwa Shalman. Udi huyu ni udi wenye siri kubwa sana. Udi huyu ni udi wenye siri kubwa sana. Kama una ndugu yako anaishi Kinshasa, kama una ndugu yako anaishi Kinshasa, basi unaweza ukamwambia akuletee, akutumaniane udi huyu. Udi huyu wewe kama unahitaji kutoboa, ni kupiga pesa zako, ni kama una biashara yote ile, biashara yako haiendi, wewe unatakiwa uweze kukurubia kwanza, ujirudie kuwataka lazima mababu zako, kwa sababu mila ya siri ndio mila ya kuleta utajiri. Mila ya siri ndio mila ya kufungua riziki. Ya siri ndio mila ya kufungua kila kitu ambacho kilichokosekana, kitu ambacho kilichojifunga shagiza, ambacho kinatokea kama mila ya mizimu ya kwenu au hujawatakia lazima mizimu yako, itakuwa tatizo kubwa sana. Jambo la kwanza kuja kuendeka jambo hili, inatakiwa uweze kuchinja. Tafuta mbuzi mweupe. Mbuzi ule mweupe utakuwa umemnunua kwa manuizi, kwamba unahitaji kufungua mila ya nyumbani na kuwataka radhi wazazi wako waliofariki, na kuwataka radhi mababu zako waliofariki, ili waweze kukufungulia njia zote. Kwa hiyo ukishamaliza kunuia manuizi yako, nenda na pesa yako mpaka sokoni, nenda ukanunue sasa mnyama, mbuzi mweupe. Utakamleta mbuzi mweupe, damu yake haitakiwi kuchinjwa kuingia ndani ya ardhi, bali damu yake inatakiwa kuchinjwa ili imwagike, isambae kwenye juu ya ardhi, juu ya mgongo wa ardhi. Wewe kuna siri kubwa sana ambayo inatakiwa kuweza kufanya ili uweze kutoboa katika mambo yako ya kimila, ili utoboe katika mambo yako ya kisiri, ya kipato cha kimaisha, utajiri, kuvuta mali, kuvuta fedha ambazo zilizokuwa zimejificha. Kwa hiyo ukipita kwenye njia hizi, kwa hiyo kuna siri kubwa sana ambayo itafunguka, ambayo ukuweza kutegemea. Kwa hiyo lakini wakati utakapofanya kwenye njia hii, inatakiwa uchore mduara isako yenye pembe tano, kwa sababu mishuma hii ndio itakaa kwenye pembe tano kwenye mduara ule. Lakini mduara huyo utakuwa mkubwa sana.
kwa sababu ndani yake utaweka kiti. Wakati hii udi umeziweka, tumezisimamisha zikiwa kwenye chupa makopo, umeweka kwenye pembe tano, udi zinawaka, hizo zimewaka. Kwa hiyo utachukua asali yako na maziwa. Kwa hiyo utaweka kwenye ndoo na maziwa yako, kila kitu weke kwenye ndoo, ili uweze kuika katikati na kiti chako na kuweza kuomba kile unachokitaji wewe na kusema yale ambayo unahitaji. Unahitaji mali, unahitaji fedha. Njia hii ina siri kubwa sana. Kwa hiyo mimi sitaki kusema uongo, wala sitaki kufanya nini. Nakwambia ukweli. Japo unione, lakini nakwambia ukweli. Fanya ili ujione. Lakini njia hii utaifanya ukiwa na mnyama mbuzi mweupe. Fungua kwenye njia hii, jifungulia kwenye njia hii, kesha mchinje yule mbuzi. Na wakati unafanya njia hii, unatakiwa mbuzi awe ndani ya nyumba. Wakati unapowasha, uwashe, mababu wanakuja. Ukiwaita mababu, wallahi bila talai watakuja na watakuja kusikiliza. Kisha unasema na kwa manuizi yako na mnyama ule unamsema. Basi baada ya hapo utakapomaliza, toka nje, kamchinje mnyama ule, damu imwaike kwenye ardhi. Kitakachofuatia, gawa sadaka, alafu nitakuonesha fedha utazitumia haje. Fedha zako utazitumia haje. Pesa utakaipata tu ya kwanza utaitumia haje, utaigawanisha haje, utaiweka ndani vipi, utaweka nyingine kwenye ndani gani. Alafu pesa itakuja baada ya miezi, baada sunga mpaka miezi mingapi, utakomesha badilikia kwenye maisha. Wallahi na kuapia billahi tallahi, utakuja kunishukuru. Ikiwa utashindwa, utaona hautoweza, basi nitafute kwenye namba yangu hii 0748 743 293. Hii namba Vodacom Tanzania. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafute kwenye namba hiyo utanipata. Ukinikosa utanitafuta kwenye namba ya Rwanda. Utanitafuta kwenye namba ya Rwanda ukinikosa. Kwa hiyo 0722 946 356. Hizo ni namba ambao ya Rwanda. Kwa hiyo ukinitafuta kwenye namba hizo utanipata. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Msemi watu wa kuwapatia. Kwa hiyo nawapatia njia hii. Hii ni njia ili mtafikie, njia iko wazi kabisa.